Ni kweli kwamba tarehe 18 ya mwezi huu tutakuwa katika uwanja wa New Amaan Complex pale Zanzibar kukabiliana na KMKM kwenye mechi ya mkondo wa kwanza wa raundi ya pili ya hatua ya awali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na mchezo mkondo wa pili utafanyika Azam Complex tarehe 24 ya mwezi huu. Mechi hizi mbili ni muhimu sana kwetu kwa sababu hii ni hatua ya mwisho kabla hatujaenda hatua ya makundi ambayo tumekuwa tukihangaikia kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo tumejipanga mwaka huu kuhakikisha kwamba tunafikia ndoto zetu, na kikwazo kilicho mbele yetu sasa hivi ni KMKM ambayo tumeshaanza kujiandaa nayo, na baada ya mchezo wetu wa ligi dhidi ya JKT Tanzania tarehe mosi ya mwezi uliopita, mwezi huu mwezi wa 10, tarehe 5 tukaanza mazoezi rasmi kujiandaa na mchezo wa KMKM, na hadi sasa timu iko mazoezini. Tumekuwa tukifanya mazoezi kila siku mara 2 kuhakikisha kwamba yale mapungufu madogo yaliyoonekana yanafanywa kazi, lakini pia kwa sababu kuwa na siku kama 3-4 hivi za mapumziko kwa wachezaji katika hali moja au nyingine lazima kutakuwa na matatizo kidogo kwenye utimamu wa kimwili kwa sababu walikuwa nyumbani wanajiachia. Kwa hiyo lazima kurudisha kwanza miili yao katika hali ya michezo. Ndio maana tulikuwa na session 2, lakini mambo yanakwenda vizuri, na mwalimu pia alikuwa amesafiri, alikwenda kwenye kuhudhuria mkutano ule wa FIFA uliofanyika Kinshasa DRC, amerudi na yeye sasa hivi ameungana na benchi lake la ufundi kuendelea kuanua vijana kuhakikisha kwamba hadi siku ikifika kila kitu kinakuwa sawa sawa kabisa. Kwa asilimia kubwa wachezaji wetu wako salama, wale wote ambao wameanza msimu. Mchezaji pekee ambaye tulianza naye msimu huu vizuri katika mashindano, yani alianza akiwa sio majeruhi lakini akapata majeraha katikati, alikuwa Idi Suleiman Nado ambaye aliumia kwenye mchezo wa kwanza wa kombe la shirikisho kule Juba dhidi ya El Merreikh Bentiu Sudan Kusini, lakini amepona, amerudi kwenye uwanja wa mazoezi. So wale ambao tulianza nao kwenye mashindano wako sawa sawa, lakini kuna wachezaji ambao hawakuanza kabisa hata mashindano yenyewe, waliumia kabla, kama Adolf Mtasingwa ambaye majeraha yake yalianzia msimu uliopita. Bado hajapona, anaendelea kujiuguza. Lakini Cheikhna Diakite yeye aliumia tukiwa Rwanda kwenye pre-season, kulikuwa na mechi kule, aliumia. Kwa hiyo aliumia Mbeya kwenye mchezo dhidi ya Tanzania Mbeya City kwenye Mbeya City Day, na yeye pia bado hajapona sawa sawa. Anaendelea na matibabu, lakini ameanza mazoezi kidogo. Matumaini ni kwamba watarejea hivi karibuni wote kwa pamoja na kuungana na timu. Kwa sasa hivi tuko mazoezini. Wachezaji ambao wako timu ya taifa hawapo kwa sasa kwa sababu ndio timu ya taifa imecheza jana na ina mechi nyingine Dubai kule dhidi ya Iran, na wenyewe wakimaliza wataungana na timu kuhakikisha kwamba tunakuwa sawa sawa, tunaweza kukabili mchezo huu pasipo na kitisho chochote. Mchezo wa CAF hii ni mchezo mtoano. So mchezo wa mtoano approach yake na kipimo chake hakiwezi kuwa kwenye ligi, kwa sababu ligi unacheza kwa hesabu tu alama. Huku unahesabu magoli tu bila kuangalia alama, kwa sababu hamna alama huku kwenye hatua kama hizi. Kwa hiyo funga magoli mengi sana, zuia wenzako wasifunge. Kwenye ligi kwa sababu kinachohesabika ni point tu, inaweza kuwa ni end to end game. Mnashambulia na wao wanakushambulieni, mnaweza mkapishana. Lakini kwa michezo ya mtoano kama hii huwa milango inafungwa mapema, yani kuhakikisha kwamba mpinzani wako asipate goli, kwa sababu magoli ndio yanayoamua. Kwa hiyo itakuwa ni mechi aina tofauti, na hakuna mechi ya kujiuliza baada ya hapo, kwa sababu kwenye ligi unaweza kusema kama nikipoteza mchezo huu na mwenzangu anaweza kapoteza kesho kutwa na mimi nikashinda nikawa pale juu. Hapa hakuna mwenzako, ukifungwa umetoka. Kwa hiyo ni mechi aina tofauti kabisa, lakini kimsingi ni kwamba unavyojiandaa na mechi unaweza kujiandaa kwa mpango tofauti wa mechi, lakini ukawa umejiandaa kwa utimamu wa mechi. Wanasema ile match fitness, lakini na utimamu wa mwili, physical fitness, ambao ni kitu cha muhimu sana kuliko kwenye mechi zingine hata kama ni mechi ya ligi. Lakini hata tactical awareness ya wachezaji inaweza kutumika kuiandaa vizuri kwenye mashindano kama haya, na pia ikawa na